Niwakaribishe tena katika somo letu la leo, lakini somo la leo linatoka katika ile Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo, ile sura ya 13 kuanzia aya ya 18 hadi aya ya 23. Basi nyinyi sikilizeni maana ya mfano huo wa mpanzi. Yeyote asikiaye neno juu ya ufalme wa Mungu bila kuelewa ni kama zile mbegu zilizoanguka njiani. Yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Ile mbegu iliyopandwa penye mawe ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo na mara akalipokea kwa furaha, lakini halishiki na mizizi ndani yake. Huendelea kulizingatia neno hilo kwa kitambo tu, na wakati wa taabu au udhalimu vinapotokea kwa sababu ya neno hilo, anakata tamaa mara. Ile mbegu iliyoanguka kati ya miti ya miiba ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo, lakini wasiwasi wa ulimwengu huna anasa za mali ulisonga neno hilo, naye hazai matunda. Ile mbegu iliyopandwa katika udongo mzuri ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo na kuelewa, naye huzaa matunda, mmoja 100, mwingine 60 na mwingine 30. Katika somo hili la leo tunaona Yesu mwenyewe, au ni sehemu ambapo Yesu anaelezea ule mfano wa mpanzi. Anaelezea, tunaona katika somo tunaona kulikuwa na mpanzi ambaye alipanda mbegu, lakini mbegu ilikuwa ni moja, lakini maeneo yalipopandwa au maeneo ambapo mbegu imepandwa ni tofauti, au sehemu za upande wa mbegu zinatofautiana. Kila eneo ni moja, lakini mbegu ni moja, lakini maeneo ni tofauti. Katika upandaji wa mbegu tunaona kuna maeneo manne ambapo mbegu zilipandwa. Kuna njiani ambapo sasa ndege walikuja kunyakua ile mbegu, lakini kuna mbegu ambayo ilipandwa katika mawe au miamba ambapo hapakuwa na mizizi ya kufanya hiyo mbegu yote. Lakini kuna sehemu ya tatu, mbegu ilianguka katika miiba, ambapo sasa katika hiyo miiba mbegu iliota, lakini kutokana na ile miiba kuisongasonga mbegu ilishindwa kuendelea kukua. Lakini fungu la 4 na fungu la mwisho ni sehemu ambapo mbegu ilianguka katika udongo mzuri na ukazaa matunda, moja 100, nyingine 60 na nyingine 30. Sasa tuanze kuangalia fungu moja moja katika mafungu manne au maeneo haya manne ambapo mbegu zilianguka. Tukianza na sehemu ya njiani ambapo mbegu iliangukia njiani, tunaona kwamba mtu anasikia neno la Mungu lakini halielewi wala hapokei moyoni mwake, lakini Ibilisi au adui anakuja kulinyakua lile neno ndani yake na kumfanya atengane nalo au lisizae matunda ndani yake. Hivyo ni muhimu sasa kusikiliza neno la Mungu kwa umakini na kulitafakari, kwa sababu ambapo neno la Mungu linachukuliwa kama mbegu linapopandwa ndani yako, ukishindwa kuliishi lazima litanyakuliwa na kutenga kabisa na utukufu wa Mungu. Pia tuangalie mbegu ambayo ilianguka katika mwamba. Tunaona mbegu ilianguka katika mwamba, na kwenye mwamba hapakuwa na udongo na mbegu haikuweza kuota. Maana yake mtu anasikia neno lakini alipokea kwa furaha, lakini katika kulipokea kwake hana mizizi ya kiroho ambayo itaiwezesha ile mbegu kukua na kuzaa matunda. Kwa hiyo sasa, kutokana na changamoto mbalimbali za maisha ikiwemo majaribu na misukosuko mingine, ndio ambayo sasa inamfanya akose mizizi ya kulishika kikamilifu ili neno la Mungu. Hivyo basi, imani na kweli inahitaji mizizi, maombi, kusoma Biblia na kumtegemea Mungu wakati wa shida. Pia tukaangalia ile mbegu ya tatu iliyoanguka kwenye miiba. Hapa ni ile mtu anasikia neno la Mungu likakaa ndani yake, lakini kutokana na mitindo ya dunia jinsi inavyoenda, inamfanya lile neno la Mungu limtoke moyoni mwake,
yaweza kuwa ni anasa za kidunia zikiwemo mali, tamaa. Unaona, sasa hizi tamaa za mali ndio unakuta zinamtenga au zinafanya lile neno liondoke ndani mwake. Hivyo basi mali na shughuli za dunia si mbaya zenyewe, lakini sasa ubaya wake unakuja ambapo zinachukua nafasi ya lile neno moyoni mwako. Yaani nafasi ya lile neno inachukuliwa na mali za kidunia. Yaani mali za kidunia unazidi kupa kipaumbele kwanza kuliko neno la Mungu. Twende tukaangalie fungu la mwisho au eneo la mwisho ambapo hii mbegu ilipandwa. Tunaona eneo la mwisho ambapo mbegu ilipandwa ni katika udongo mzuri. Sasa hapa katika udongo mzuri ni ile mtu analisikia neno la Mungu, lakini kutokana na yeye anakuwa na mizizi ya kiroho, analipokea kikamilifu lile neno la Mungu. Sasa analiweka ndani ya moyoni mwake, na mwisho wa siku baada ya kuliweka katika moyo wake, hilo neno linaanza kuzaa matunda ndani yake, ambapo sasa hayo matunda tunaona kuna upendo, kuna uvumilivu, kuna utii, kuna maisha matakatifu, kuna kusaidia wengine, kuna kuleta watu kwa Kristo. Hivyo basi katika vifungu hivi kuna maswali inabidi mjiulize, au katika haya maeneo ambapo mbegu ilipandwa, jiulize wewe mtumishi wa Bwana, jiulize, je, upo katika fungu gani miongoni mwa yale mafungu manne ambapo mbegu ilipandwa? Je, moyo wangu ni kama njia? Hilo ni swali la kwanza. Au ni kama mwamba? Au ni kama miiba? Au ni udongo mzuri ambao unaruhusu matunda kuzaa, au ile mbegu kukua? Kwa hiyo mpendwa katika Bwana, inabidi ujitafakari sana, jiulize upo katika fungu gani katika mafungu manne. Pia nipende kukushukuru kwa muda wako uliotumia kutazama hii video, lakini kwa masomo na tafakari mbalimbali za Biblia, usisahau kufollow hii account, kushare na kucomment ili kupata masomo mbalimbali na kuweza kuelewa zaidi vitu vilivyoandikwa katika Biblia. Mungu awe nawe siku ya leo, endelee kukubariki na kukutimizia haja zako kadri ya mahitaji yako.